Uliza, mbona uendelee kuongea? Sema, nimegundua hunisikilizi. Kwa nini unataka Mungu aendelee kuongea na wewe wakati usikilizi? Aliitwa akaitika. Hayo ni maneno mazito sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka wakati fulani, wakati sasa huduma imeanza kukua na tunasafiri na watu wengi, na haikuwa kitu chepesi sana kwa mikoa mingi. Kwa tukaenda kwenye mkoa mmoja, tuko na mama, tunazungumza nao juu ya semina inayokuja, miaka mingi kidogo imepita. Alafu tukawaambia, safari hii tutakuja na waimbaji wako 7. Tutakuja na waombaji na watu wenzetu wa kutusaidia kama 10. Kwa hiyo hao ni watu 17 na sisi 2. Alafu tukasema tutakuwa na watoto wako likizo, tutakuja na watoto. Wale tuliokuwa tunaongea nao, viongozi wa ile kamati, sasa kutaja mkoa, wakatutazama wakasema, tunashukuru sana, lakini sisi uwezo wetu ni kuwatunza nyinyi 2 tu, wewe na mama. Tukasema asante sana. Kikao kikaisha. Wakati ule nilikuwa sina driver, kwa nikawa naendesha mwenyewe. Tunarudi Arusha kutoka kwenye huo mkoa, tunaendesha, tuko na mama njiani. Kile kikao, zile sauti za kile kikao zinakuja ndani yangu, zinakuja kule ndani. Alafu najaribu kufikiri, hawa watu wote tukiwaacha alafu tukienda 2 ndio inakuwaje? Ndio inakuwaje? Nikaanza kuomba huku naendesha gari. Alafu ghafla Mungu akanisemesha, ilibadilisha maisha yetu jumla. Akaniambia, unahangaika nini moyoni mwako? Nikamweleza, kaambia, wamesema wana uwezo watu 2. Sisi tuna watu zaidi ya 17 tunaotaka kwenda nao. Tunawaza tunafanyaje? Alafu akaanza kunifundisha kitu. Akasema, kitu cha kwanza, usiende safari yoyote kwa sababu umeitwa. Nenda safari kwa sababu mimi nimekuambia nenda. Kwa ndio maana saa nyingine watu wengine hawanielewi. Wakiita wanafikiri nitakuja. No. Ukiita, ukiandika barua, lazima nipeleke kwa Mungu.